Wow. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya kushinda, unaendelea aje? Uko sawa? Nashukuru Bwana kwa nafasi aliyotupatia jioni ya leo ili tuweze kusikia kutoka kwake. Nataka kuongea jambo. Hebu niondolee hiyo, nasikia iko na benzi nyingi na ina tuta iko juu. Nataka tuweze, naweza punguza hiyo tuta kidogo tu alafu uache, manake naona inakusumbua. Nataka tuangalie neno ambayo inaita growing in the kingdom, kukua katika ufalme. Wewe mwenyewe ukue katika ufalme. Jambo la muhimu sana kila mtu kuweza kuelewa ya kwamba anapaswa kukua ndani ya ufalme. Unaendelea kuharibu kabisa. Jambo la muhimu sana kuelewa ya kwamba it is your responsibility to grow in the kingdom. Kila Mungu anataka kutumia watu, lakini sababu ya Mungu kutumia watu in the area of your gift is because you are not mature enough. Na maturity kwa Mungu haimaanishi miaka. Maturity sio miaka. Unaweza okoka na miaka mitatu. Wanafunzi wa Yesu kwa miaka 3.5 walikuwa wamefanyika mitume. Walitembea na Yesu siku zote, wakaona akikula, akiishi, akikaa. So you better understand ya kwamba kila mtu to the level of your gift, ile side ya kipawa chako, Bwana anataka akupanue umiliki ile area ya kipawa chako. Haustahili kutawaliwa na mtu, because there is a best area of your life where there is una neema, sehemu ambayo hiyo sehemu ya kipawa yako, punguza hiyo tuta, hiyo sehemu ya kipawa yako, you can do the best. And now nataka tuangalie, kumbuka Mungu, hii ndiyo vazi letu, kwa maana utaenea, upanuke, upande wa kuume na upande wa kushoto. Wazao wako watamiliki mataifa na kukaa katika miji yao iliyoachwa. So it is a will of God ili tuweze kupanuka. If then you cannot do better than they, wachana nayo. Ni kusudi la Bwana kila mtu apanuke, na ukipanuka manake uwezi occupy place kama haujapanuka. No, now you need to grow. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukue katika uwezo na katika nguvu. There is a 7 dimension. Ni lazima ziwe na sehemu katika maisha yako kama unataka kukua effective in this kingdom. Na ukikosa nguvu ya hizi 7 dimension, wekee Ufunuo. Tuanze sasa. Ufunuo 5 mstari wa 7, mstari wa 12, 5:12. Nao wakiimba kwa sauti kuu wakisema, anastahili mwana kondoo, yeye aliyechinjwa, kupokea uwezo, utajiri, hekima,
na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Bwana Yesu asifiwe. This is the dimension that people who rule nation, they have a little bit of it. Bwana Yesu asifiwe. Wana uwezo. Translation ya Kiingereza, hebu weka Kiingereza, inasema power. You must have a certain level of power, because you will control according to the level of your power. Na kama utakontrol kwa sehemu ya matajiri, then in the area ya matajiri una control according to the riches you have. If you are poor, then riches will never listen to you. Hata kama wewe ni una akili, even if you are wise, even if you have wisdom, matajiri hawasikizi mtu. Mtu ana pesa, they believe one thing. Kama unaweza, kama akili yako ingekusaidia ungekuwa na pesa. So you must challenge them. Bwana Yesu asifiwe. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom. Power, it is another thing, and riches is another thing, and wisdom is another thing. You must have a certain level of wisdom. Lazima uwe na hekima fulani. Now wisdom is to handle, to apply the knowledge you have well. Bwana Yesu asifiwe. Especially the knowledge of the truth. Wisdom is how you apply the knowledge you have. Without the wisdom, even with anointing, you will die. Bwana Yesu asifiwe. If you can have wisdom, you can have anointing without the wisdom, you will die. And then if you can have wisdom and you lack understanding, then you will die or you will perish. Because you must have wisdom and then have knowledge to do. Knowledge is to be aware of something. Bwana Yesu asifiwe. And the wisdom is the ability to apply the knowledge you have well. Yani hekima ni uwezo wa kutumia ule ujuzi uko nao vizuri. Kuna mtu ni manager na amesomea management, lakini hawezi manage well. Watu wanauliza mbona huyo mtu ana, kwani huyo mtu hana hekima? So mtu kama huyo ana kasoro, na hizi kasoro ndio zinafanya watu, although they are supposed to dominate, they are not dominating, because there is a wisdom to manage people. Bwana Yesu asifiwe. There is a wisdom to lead people. There is a secret. When you see, siku ile utaona mtu anafuatwa na watu wengi, hata kama utamuona mjinga, kuna hekima inafanya wamfuate. There is a secret behind, inafanya watu wamfuate. Siku ile utaona mzee amelea familia ya watoto 12 na wote wanaweza keti pamoja, wakala pamoja, wakimuita baba. Kuna hekima ndani yake ambayo imemwezesha. Na kuna mtu ana 2 na wawezi kaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Kuna kitu juzi nikiongea
Kuna mama mwingine tulijuana kitambo, and then tukaape ni juzi, tukienda Mombasa tukaingia gari moja, kaniuliza wale sister zako walienda wapi? Tukaongea kuhusu mambo ya familia, mwambia wote wameolewa, and then tukaongea mambo kidogo tu ya familia yao na yetu. Nikamwambia mimi kwetu baba alikuwa na wake wawili, lakini huwezi jua. Kaniambia ni vile mlilelewa. Kaniambia ni kulelewa, mlilelewa hivyo, basi inaonekana mlilelewa hivyo. But now sitaki kwenda huko, kwa sababu there is a wisdom. That is why ukiona mwanamke amekaa na nyumba, yeye anasema there is a wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Either ana watoto, ana mzee, na wote they can go and they came back. There is a wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Kiona mwanaume amekaa na mwanamke, there is a wisdom. There is a wisdom. Naweza mwingino, unaweza muona mjinga, but there is a certain level of wisdom. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo nataka kuongea mambo ya muhimu sana. Je, wataka kumiliki? Lazima uelewe haya mambo. Uweza, utajiri, heshima na nguvu. Heshima. That is why waheshimiwa walijitafutia jina wakajiita Waheshi. Bwana Yesu asifiwe. Wanajitanga Waheshi, na ni lazima, kwa sababu wanajua ukimuita Muheshi utamupa ruhusa akae nyuma, utampea nafasi akae mbele, na hata kama hajui kuongea mtamupa nafasi aongee. Hata kama anaongeanga matope utampa nafasi aongee, kwa sababu mumempa heshima. So unaweza fikiria hizi vitu ni vitu, but wale watu wa kuzimu they sacrifice to get them. Wanatoa kafara kuipata, because they know how value it is. Ile recognition, kuingia mahali na watu wamtambue, kuhakikisha yeye hajajificha katikati ya umati. Akikuja kila mtu anatambua. They sacrifice for it. Bwana Yesu asifiwe. Now there is no way you can dominate when nobody knows you. Wanasema Indayoza angeenda airport ukiwa hajalipa ndege, na angeingia ndege na aende. So hakuna mtu angekataa uwepo wake. You know, ngojeni niwaambie wapendwa, there is a level of influence you can cause in a place of work. Nobody can sack you. Ni wewe utaacha. They will pay you what you want, kwa sababu ya ile influence uko nayo. Because there is a level where you can dominate, where everybody knows you. Unaweza kuwa kwa kanisa hii na hakuna mtu, hata hauna cheo, and everybody knows you. Kila mtu anakujua wewe. Sio mtu wa kusema yule mama anakaa pale hivi, kila mtu anakujua, because of the power and the influence you cause. Kwa sababu you are more than 30 people umeleta kanisa. Bwana Yesu asifiwe. You know, ngojeni waambie wapendwa, in the level of domination, it is the level of influence.
We cannot dominate without influence. If now we need to expand our territory, we must fight until we get influence to control. You cannot dominate under your beggar. Kuna vitu lazima usilence if you want to go that level. Bwana Yesu asifiwe. You cannot control the village na umekopa kila kibanda kiko hapo. Hiyo haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanishika? So there is a, wapendwa, ngojeni niwaambie, sometimes people may think some of the prophecies are liars, but it is the truth. But there is a dimension for you to receive it. And if we are not going to grow to that certain dimension, then it will never happen. It will never happen. Wakati nilikuwa naandika hii message, nimekumbuka one of the conference nimeenda, I think is around 18 years, na nikakumbuka baadhi ya maneno yaliyotabiriwa ile huduma nitakuwa nayo. There will be a higher level of wisdom until watu watakuja kuangalia how are you making it. And then nikakumbuka after 17 years mbona haijatokea? Bwana Yesu asifiwe. After 17 years, wakati huo nilikuwa conference, nobody, it is so, only the Holy Spirit angeniona. Bwana Yesu asifiwe. Only Roho Mtakatifu angeniona, hakuna mtu angeniona. Watu wamevaa makoti, mimi nimevaa njamba tena ya 100, tena initoshi, makwapa imeninginia huku hivi. So it is only Holy Spirit ambaye angeniona. And then after prophecy, I continue with the life until where we are now. Bwana Yesu asifiwe. So there is and I think it's because hatuja grow unto that level. Lakini ninajua kuna mahali tutafika, and the nation, mataifa yatauliza au ni kina nani? Bwana Yesu asifiwe. Wataifa watauliza ni njia gani watu wa kawaida wanakuja na wanafanyika matajiri? How can it happen? Je, huyu sio yule mtu alikuwa wa kawaida? Imekuwaje saa hii anaoni maestate? Tawaambia is a God divine wisdom and revelation. Because a divine wisdom and revelation can change you completely. Let us read this verse. Sijakwambia hiyo verse. Kutoka 23.